penye huku naishi, penye huku napitia, haiko njoo wewe. Haleluya. Amen. Jinsi uliishi mwaka jana haiko njoo jinsi Mungu anataka uishi. Inawezekana umeishi desordre, umeishi mahali moya haiko bien, lakini Mungu anataka sasa ujigundue. Na hapo utaelewa hapana mtu wa kugundue. Wewe peke. Amen. Amen. Kwa hiyo neno la Mungu wakati utakuwa unalifuata, utakuwa unajipata. Utakuwa unajigundua na unajua kwamba inanibidi nikuwe jinsi natakiwa. Haiko tu kujigundua baadaye ubakie hivi. Unajigundua maana yake kuwa kile unatakiwa. Kile kenye unatakiwa lazima uwe jinsi huko. Na fikiria Jumapili tumezungumza juu ya Mungu ni Mungu wa mipango na majira. Haiko hivyo? Na tukasema kwamba Mungu ametia hatima ya mtu, si kwamba mtu afanye effort yake, afanye nguvu fulani ndio afikie destin yake au destiny ambayo Mungu amemwandalia. Hapana. Na tukasema kwamba hatima ya mtu haitokani na nani na destin, haitokani na nani na effort yako, lakini mwenye anakuwa na zile nguvu ni wa milele ambaye ni Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Na kama tumesema kama destin yako ni Mungu ndio anakuwa. Tukasema tena hautakiwi kutokufanya kazi, sitafanya kazi, sitasoma parce que destin yako iko pale. Mungu kama niandalia atakuwa vile vile. Hapana. Usifanye kufanya nguvu, fanya kazi, fanya jitihada zako, lakini jua kwamba destin yako mwenyewe nayo ni Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. C'est-à-dire, tunaposema destin yako, maana yake ni kile ambacho unatakiwa. Kuna kitu ambacho Mungu ameprepare juu yako. Kuna kitu kile Mungu ametaka ukue kisi huko. Sasa ifo ufanye nini? Ujigundue. Ujidécouvrir, ufanye découverte personnelle. Wewe peke ugundue kile ambacho unatakiwa kuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen.